maneno ambayo aliyasema Nabii Allah Ibrahim. Nabii Allah Ibrahim alipofika katika mji wa Makka akiwa na familia yake, anataka aiache pale, alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, na Mungu ananukuu kwa kusema wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha albalada au baladan amina warzuq ahlahu min athamarat, mpaka mwisho wa aya. Ibrahim anamwambia Mungu, ewe Mola mlezi, na kuomba jalia mji huu kuwa ni mji wenye amani. Rabbi ja'al hadha alafu baladan amina, Mola wangu na kuomba jalia mji huu. Kama tunakuwa darasani tunasema hiyo hadha kwa maana ndio mafuuli ya kwanza, mafuulun awwal. Waj'al, ninachokuomba cha kwanza kuhusu mji, lakini kwenye mji na kuomba nini? Uwe mji wa aina gani? Baladan amina, yani ule mji katika ombi lake anaambatanisha mji uwe na amani. Taka huu mji uwe ni mji wenye amani. Alafu warzuku ahlahu min athamarat, kisha waruzuku wakazi wake matunda, yani riziki. Kama utaichunguza aya hii kwa uzuri sana, utaona namna Nabii Allah Ibrahim anavyoomba dua, utaratibu wake, kwamba kumbe riziki, utafutaji wa riziki hauwezi kupatikana bila ya kutanguliwa na amani. Kwanza jaalia mji uwe na amani, kisha ikipatikana amani watu wataanza harakati zao za utafutaji. Bila ya amani hakuna mtu ambaye atakwenda shamba kulima. Bila ya amani hakuna mtu ambaye atakwenda sokoni kununua bidhaa au kuuza bidhaa. Bila ya amani hakuna mtu ambaye atakwenda kufungua ofisi yake yoyote. Bila ya amani hakuna mwanamama atakwenda kuuza vitumbua. Bila ya amani hakuna mtu mwenye mgahawa ataufungua. Bila ya amani hakuna chochote kitakachoendelea. Utafutaji wa riziki unatanguliwa na amani. Kama amani hakuna soko ambalo litakuwa liko hai. Hakuna duka litakuwa liko hai. Hakuna kiwanda kitakuwa kiko hai. Kwa sababu watu watakuwa wanakimbizana kutafuta usalama wao. Kwa hiyo cha kwanza kitangulie katika mji amani. Rabbi ja'al hadha baladan amina, kisha warzuku ahlahu min athamarat. Amani itangulie katika mji, alafu watu watapata fursa ya kwenye harakati ya mihangaiko ya kutafuta riziki. Kwa hiyo ukiitazama aya hii, kumbe ili suala ambalo leo wazee wameliona, kumbe lina asili. Kwa lazima tuombe amani ndio mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo kupitia hayo nataka niwakumbushe jambo. Mabwana, mkiona mahala umetokea uvunjifu wa amani, iwe ndani ya familia, iwe katika mtaa, katika eneo la watu, au inawezekana rafiki na rafiki, au hata katika nchi, kuvurugika nchi na nchi, asili ya uvunjifu wa amani huwa inaletwa asili hiyo na vitu viwili. Kitu cha kwanza ujeuri, kitu cha pili dharau. Hivi vitu viwili vinaleta uvunjifu wa amani. Katika mfumo wa maumbile ya mwanadamu, kiuhalisia hakuna mwanadamu anayependa kujeuriwa katika maisha yake. Lakini hayupo mwanadamu anayependa kudharauliwa. Yaani mfumo wa kimaumbile uko hivyo, awe atakavyokuwa. Sasa katika kanuni hii tunaona asilimia kubwa anayejeuriwa anakuwa ni yule mtu mwenye mamlaka ya juu, na asilimia kubwa anayedharauliwa ni yule mwenye mamlaka ya chini. Sasa kila mmoja kwa nafasi yake
anatakiwa aone kwamba kumbe kitendo cha mimi mdogo kumfanyia jeuri mkubwa kinaweza kikasambaratisha amani. Kumbe hata mimi mkubwa kumdharau yule mdogo pia inaweza ikawa ni sababu ya kuvunja amani. Basi mkubwa, kwa nafasi yako usimdharau mdogo kwa namna yoyote, na mdogo kwa nafasi yako usimfanyie jeuri mkubwa kwa namna yoyote, kwa sababu hivi vitu vinakwenda kuvunja amani. Sasa kimaumbile, hapa nimezungumzia maumbile. Kimaumbile mwanadamu ana pande mbili. Ana upande unaitwa jihatul ubudiyya, upande wa kiutumishi, na ana upande unaitwa jihatul ananiya, upande wa ubinafsi. Sasa kinachokwenda kuzalisha ujeuri au dharau ni mwanadamu akiamua kufungua mlango huu wa ubinafsi. Ndio mlango mbaya sana, unakwenda kuvunja amani. Lakini mwanadamu akifungua mlango wa utumishi, al-ubudiyya, kwamba mimi ni mtumishi, mimi wala sio bwana mkubwa kihivyo, na wala siwezi nikafanya ujeuri wa aina yoyote kwa sababu mimi ni mtumishi. Na ndivyo ilivyo baina ya kiongozi wa juu na yule wa chini, kila mmoja ajione kwa nafasi yake ni utumishi. Na ndio maana hata ukiangalia sehemu yote, serikali kuu mara nyingi huwa inatazama wale watu wa chini. Yaani mapato yanatoka huku chini yanakwenda juu, yakifika juu maendeleo ya miradi na mambo mengine yanarudishwa huku chini. Kwa hiyo wale wa juu wanawatumikia huku wa chini kuwaletea maendeleo na mambo kadha wakati katika zile huduma za jamii. Lakini wakati huo makusanyo yanatoka huku chini yanakwenda kule juu. Yaani maana yake kila mmoja ana nafasi yake ya kuwa ni mtumishi kumtumikia mwingine. Lakini mwanadamu atakapoamua kujifanya yeye ni mbinafsi, kwamba anachokitaka yeye ndio kiwe hiko, alafu akikipata cha kwake kinakuwa cha kwake, hataki chochote, maana yake hapo anakwenda kutengeneza chokochoko. Na ndio maana ukimuona mtu anasema yuko tayari kinuke, yuko tayari kiharibike, yuko tayari kiwake, watu wasambaratike, watu waumie, sababu yake ni ubinafsi. Kuna kitu yeye binafsi anakitaka, yuko tayari damu za watu zimwagike ili yeye apate anachokitaka, lakini wakati huo ule ni ubinafsi, hajali wengine. Lakini kama atakuwa yeye ni mtumishi, cha kwanza ni kujali watu wenzake, kabla hajalitazama la kwake anatazama la wenzake. Na hapa tujaribu kujifunza katika maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama sisi Waislamu, tukiwa Waislamu, mara nyingi tumeambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Cha kutazama kiigizo chetu kama Waislamu, tumtazame mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Je, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni kielelezi cha kuharibu amani, au mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni kielelezi cha kuhamasisha na kuleta amani? Nakumbuka katika hii nafasi ya utumishi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam yupo na Anas bin Malik. Anas bin Malik alikuwa ni mtumishi ambaye anamtumikia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila mahala ambapo anapokwenda mtume, Anas anakuwa yuko nyuma yake, kambebea viatu mara hivi mara hivi. Kwa hiyo misafara ya mtume Anas alikuwa anafuatana naye. Siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam yuko na Anas, katika pita yao wakakutana na Arabiyu. Ukisema Arabiyu maana yake ni wale Waarabu wanaoishi mashambani, ambao wao wasiokuwa na nidhamu nzuri. Yaani mazingira yao wao wanajua wenyewe wanaishi vipi. Huyu bwana alikuwa ana ngamia wake wawili, tembea nao, lakini anakwenda sokoni kutafuta chochote kitu.
Alipokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema huyu ndio yule wanamuita Muhammad, yule si ndio huyu? Huyu kazi yake kuchukua haki za Mungu, anakaa nazo yeye, anazo huyu. Pale pale akamvuta shuka yake aliyokuwa amejitanda mabegani kama ya mkurugenzi hapo, kaishika akawa anaivuta, akaivuta mpaka akaweka alama kwenye shingo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa imekuwaje? Alafu akamwachia. Mtume akamgeukia, shida yako nini bwana mkubwa? Tena kwa upole tu, kwa sababu kiongozi hawadharau watu. Kwa hiyo hakumdharau yule kwa mazingira yake, alikaa kumsikiliza. Nini? Asema, ya Muhammad, ihmil alayya au ihmil li ala ba'irayya hadhaini min mali llahi alladhi indaka, nataka unikusanyie mizigo hii katika mali za Mwenyezi Mungu ambazo wewe uko nazo unazifuja. Pakia mizigo ya misosi kwenye ngamia wangu huyu wa kwanza na ngamia wangu huyu wa pili, nikalishe familia yangu. Ndio hilo tu, mpaka univute na nisunge niambia tu jambo dogo hilo. Akaongezea, innaka la tahmilu min malika wala min mali abika, iko ambacho nakusudia unigaie mimi kupakia kwenye ngamia wangu, sio katika mali yako wewe na wala sio mali ya baba yako hiyo. Angalia maneno haya ya tunazungumzia kwamba katika moja ya vivunjifu vya amani ni ujeuri. Sasa huyu ukimtazama, manake anaonyesha maneno ya ujeuri na ujasiri mbele ya kiongozi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ilivyo leo, tunawaona wangapi wanatoa matusi mazito kumtukana kiongozi wa nchi, matusi mazito kabisa. Lakini matusi haya anayetukanwa ni kiongozi wa nchi, ambapo ikiwa anapanda daladala hilo liko chini ya yule kiongozi, akiwa anapita kwenye barabara imetengenezwa na huyo kiongozi. Chochote anachokifanya anaona kwamba vyote vile ni katika usimamizi wa kiongozi huyo ambaye anatukanwa. Ni hiyo ndo hali halisi. Sasa huyu bwana mkubwa alitoa maneno ya kejeli ya jeuri mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kilichojitokeza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, haqqu ma taqul ana min mali llah wa hadha wa malu wal malu malullah, mimi mwenyewe ni mali ya Mungu, vile vile na hiko ambacho unachoniona ninakusanya au labda watu wanaleta pia ni katika mali ya Mungu. Kwa hiyo ulichokiongea ni sahihi. Haya, una lingine? Angalia katika ile una lingine la kusema? Akasema, la, hapana, sina. Swali likaja, kwa nini hauna lingine la ziada? Yaani una tusi lingine la kuongeza? Sema sina. Akamuuliza kwa nini? Majibu akasema, liannaka la tukafiu bisayyiati sayyiata. Swalieni Mtume Muhammad, kwa sababu wewe hauna tabia ya kulipa baya kwa sababu umefanyiwa baya. Yaani hili ndio limenifilisi mimi nisiongeze ubaya. Naona maneno haya, kwa sababu wewe hauna tabia ya kulipiza baya kwa sababu ya kufanyiwa ubaya. Hili ndio lilosababisha mimi nifilisike nisiongeze, kwa sababu shida yangu yani wewe ujibu kiubaya ili niongeze ubaya. Sasa umejibu vizuri, mimi na haja gani ya kuongeza jambo baya? Mimi bwana nimeishiwa, nimefilisika. Akamwambia Anas, kachukue mzigo watende upakie kwenye ngamia wake huyu, na mzigo mwingine wa shairi na ngano pakia vile vile kwenye huyu ngamia yake mwingine, basi mwache aende. Akapewa mizigo aliyoitaka, yule bwana akaondoka. Haya ni maisha ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maisha yake mtume haya. Lakini ukienda mbali zaidi haitoshi. Katika vita vya Hunaini,
Moja ya historia tunaambiwa kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa kwa majina ya Shaiba ibn Uthman ibn Talha. Huyu bwana mkubwa yeye aliingia katika Uislamu na akawa yuko pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila baadhi ya maeneo. Lakini ilipotokea vita vya Hunaini, bwana mkubwa huyu wakati anakwenda kule vitani alikuwa ana lengo lake tofauti na lengo la kumuhami mtume na kuihami dini. Lengo lilikuwa tofauti. Tayib, lengo lake lilikuwa lipi? Alikuwa ana lengo kwamba mimi katika vita vilivyotangulia vya Uhud, baba yangu mzazi alifariki kwenye vita vile. Baba yangu mdogo, ammi yangu pia alikufa katika vita vile. Lakini sababu ni huyu Muhammad ambaye mimi nimeingia, lakini lengo langu mimi sio hii dini. Mimi lengo langu nataka nilipe kisasi. Sasa nishapata fursa kwenye vita hivi vya Hunain. Yaani akijichanganya tu mimi namalizana naye Muhammad. Kwa hiyo hakuja kuingia katika Uislamu kwa lengo hilo la kuhami dini. Alikuwa ana lengo la kumtafuta mtume sallallahu alaihi wasallam ili amlipizie kisasi, kwa sababu wazazi wake wakati wapo katika hali ya ukafiri waliuawa katika vita vya Uhud. Sasa wamefika katika eneo husika, wakawa wamepumzika mahala. Baada ya mapumziko yale, kilichokuja kujitokeza, baadhi ya wale waliokuwa wanakaa karibu na mtume walikuwa mbali kidogo. Mtume akawa amejipumzisha sehemu ya peke yake. Bwana mkubwa yule alichokifanya, akachukua upanga wake akawa anamnyatia mtume sallallahu alaihi wasallam. Anakuja mbele ya mtume. Alipofika kwa mtume, anakaribia, anasogelea tu, anasema mwenyewe, nikaona kama umeta fulani, moto si moto, ukamwetuka mwe. Hatimaye muda ule macho yangu yakiingia kiza. Kuingia kiza nikawa nimeziba macho. Mtume ndo anashtuka, bwana vipi? Lakini ghafla mtume akawa amemuelewa. Huyu atakuwa na lengo 1 2 3. Kwa sababu upanga ameushikilia mkononi anao. Na alikuwa anaelekea kwa mtume sallam, na ilikuwa hayupo katika hali ya kawaida. Basi mtume sallam akamuita, Shaiba. Wewe Shaiba? Naam. Njoo bwana. Bwana uko mbali sana. Sogea. Shaiba akasogea mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika mtume akawa anampapasa kwenye kifua, anamuombea dua, Allahumma a'idhuhu minash shaitani, Allahumma a'idhuhu minash shaitani. Mungu nakuomba mlinde kutokana na shetani ambaye tayari ameshamvamia. Si Subiani, si nani, kashavamiwa na kibwengo huyo. Mungu nakuomba mlinde. Basi baada ya dua lile akamuombea na dua kuhusiana na macho yake. Macho akawa anaona vizuri sasa. Ambia basi kile utakuwa unakusudia kukifanya, haya haina shida, endelea bwana, ruksa sasa. Basi anasema, wallahi la huwa kana ahabba ilayya min sam'i wa basari wa nafsi. Kuanzia hapo alikuwa katika maisha yangu hakuna mtu ambaye mimi nampenda zaidi tena kuliko ninavyowapenda masikio yangu, ninavyowapenda macho yangu, ninavyoipenda nafsi yangu, kama ninavyompenda bwana mtume Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanyiwa jambo la ujeuri kwa nafasi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakumdharau yule mtu, alimchukulia kwa nafasi yake kwamba mtu wa hadhi tu, ni mtu wa kawaida, wala si mtu mbaya. Kwa hiyo Waislamu tunapojifunza haya mambo, tujifunze kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ni kielelezi cha kuvunja amani au kielelezi cha kuhamasisha amani? Amani ilikuwa inatawala wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya akhlaqi zake, tabia zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya ndio mambo ya kujifunza. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alifunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aliambiwa khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Na hizi ndo nukta ambazo kila mmoja wetu aliyekuwa Muislamu azichukue nukta hizi. Unapoishi na watu kwa nafasi yako yoyote, ima kwa nafasi ya daraja ya cheo ulichokuwa nacho cha juu, au kwa nafasi yako uliyokuwa nayo, kama wewe ni muongozwa, unayeongozwa, unayetawaliwa na aliyekuzidi, basi nafasi ni hii. Mtume anaelekezwa, anaambiwa kwenye maisha
ukiishi kuna watu watakukosea. Watakukosea. Yani hakuna utaratibu wa kuishi watu wakawa kila siku wanapatia tu, wanakufurahisha unayotaka wewe tu. Iko siku watu watafanya yale ambayo unayoyachukia, wao ndio wanafurahi wakati wewe umekasirika. Sasa dawa yake ni ipi? Allah akatoa dawa, khudhil afwa, kuwa na tabia ya kusamehe, potezea, samehe. La kwanza, wa amur bil urfi, kuwa na tabia ya kuelekeza mazuri, waelekeze watu kwenye yale mazuri. Alafu waaridhu anil jahilin, wasiojielewa wapuuze. Yani kuna tofauti kati ya kumpuuza na kumdharau mtu. Yani kumpuuza mtu ndio kitu kinachotakiwa, lakini kudharau hakutakiwi. Kwa hiyo unaambiwa ikitokezea umekwazwa, kwa sababu ndio maisha ya kibinadamu, basi tanguliza msamaha, yapuuze yale yasiyokuwa na maana, lakini toa maelekezo mazuri unayoyaona haya ndio yana maana kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo sitakosea, ndio muelekeze. Kwa hiyo haitakiwi kutukana, sio matusi, toa maelekezo tu. Si unaambiwa elekeza, tafuta namna nzuri ya kumuelekeza. Bwana mheshimiwa, hapa kidogo kuna jambo umeteleza, mimi naona ushauri wangu kuna 1 2 3. Hivyo ndio inavyotakiwa, ndio ungwana. Hapa kuna kadha. Mitusi ya nini? Yani ile mitusi ndio nini sasa? Hakuna haja ya kutukana. Kumtukana yule ambaye aliyekuwa chini kwa sababu akukosea, kwa sababu unamuweza, kwa hiyo ukaamua kumdharau kwa kupitia matusi. Hakuna haja. Hakuna haja ya kumtukana yule wa juu yako kwa sababu unaona labda amekudharau. Wewe ukaona kwa ujeuri ulionao wewe utoe matusi. Sio dawa. Waungwana waishi hivyo. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni kitu cha kiungwana, na Uislamu ndio unataka hivyo. Uislamu unataka kuomba amani, lakini Uislamu kadhalika unatakiwa usimamie amani. Na mpaka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, almuslimu, Muislamu aliyekamilika wa sawa sawa, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa sawa sawa ni yule ambaye Waislamu wengine wamesalimika kutokana na ulimi wake, haujatoa maneno ya kejeli kwake, lakini pia mkono wake haukuthubutu kuweza kuwafanyia ubaya wenzake. Kwa hiyo imetaja tu man salima almuslimuna, almuslimuna kwa maana hapo wewe eneza watu wote, sio lazima Waislamu tu. Mkono wako uwe umesalimika, watu wamesalimika na mkono wako, watu wote, Waislamu wasio kwa Waislamu. Isiwe ni sababu ya kuwadhulumu watu, isiwe ni sababu ya kuwanyanyasa watu, isiwe ni sababu ya kuwapiga watu bila ya haki, bila ya sababu yoyote ya msingi ya kisheria, lakini ulimi wako chunga. Huyo ndo Muislamu wa sawa sawa. Kwa hiyo kinyume chake sasa, Muislamu asiyekuwa wa sawa sawa ni yule ambaye anaweza kuwa na uthubutu wa kusema lolote hata lisilofaa kwa yoyote. Huyu ana matatizo kwenye Uislamu wake. Anaweza akafanya lolote kwa yoyote. Huyu ni Muislamu mwenye matatizo na kwenye Uislamu wake. Lakini aliyekuwa sawa sawa kamwe afanye lolote kwa yoyote, wala asemi lolote kwa yoyote. Huwa anapima mambo na anatumia akili ya sawa sawa. Haya ndo maisha. Ndugu zanguni, najua leo wahadhiri wako wengi, lakini kikubwa zaidi nilikuwa nasema kwamba jambo linalofanyika hapa ndio jambo ambalo linatakiwa lifanyike kwa wakati huu, ndio wakati wake. Lazima tuiombee nchi amani. Sisi Waislamu tuwe wadau namba 1 kuiombea nchi amani. Tuwe wadau namba 1 kuhakikisha tunadumisha kwenye maeneo yetu amani. Tunaziwia viashiria vya kuondosha amani. Unajua madhara yake nini inapovunjika amani? Leo tunazungumzia hapa, hii ni baraza la wazee. Baraza la wazee. Na wakati mzee huyu mwenyekiti anakuja hapa kusema neno, mmemuona namna alivyokuwa anatembea kibaunsa hivi. Yaani si kwamba anatembea kibaunsa kwa maana ni kiubabe. Yaani mazingira yanamruhusu atembee hivyo, sio kwamba anajidai. Mazingira ndio wakati ushafikia. Sasa tujalie sasa ndo kakurupushwa.
Kakurupushwa sasa, anatakiwa akimbie huyo. Anakimbiaje huyo? Si atakuwa amekaa chini, bana haina shida, wewe maliza tu. Kashajiridhisha, maana yake hapa tena hana jinsi, hawezi kukimbia. Ndio maana ukiangalia nchi za wenzetu huko, waangalia tu nchi ambazo tayari zishakuwa na machafuko, wakina mama wanavyohangaika, angalia watoto wanavyopata tabu, tazama walemavu wanavyopata shida, tazama. Ukiwa wewe ndio chanzo cha kuvunja amani, utakwenda kumwambia nini Mungu kuhusiana na watu hawa ambao wataathirika kwa sababu yako wewe? Una kipi cha kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala? Na ndio maana kwa kuwa sisi tunajua kwamba iko siku tutaulizwa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu atakuja aulizwe kile ambacho amekichunga kakichungaje. Kwa kuwa tunajua kwamba kuna mazingira ya kuulizwa huko, basi tutakuwa makini. Lakini kama una imani ya sawa sawa bil akhirati hum yuqinun, una yakini ya akhira, basi fanya unalotaka, fanya unalotaka. Siku ya siku ukifinywa utajua mwenyewe. Lakini Muislamu mwenye imani ya sawa sawa anachunga mambo, akurupuki tu. Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana sharran fanta. Ukitaka kufanya jambo fikiria mara mbili, angalia mwisho wake, matokeo yake ni yapi. Ukiona mbele kuna matokeo ya kheri, lifanye hilo, linafaa. Na ukiona mbele kuna matokeo mabaya, achana nalo, usilifanye. Huo ndio Uislamu wa sawa sawa. Lakini Muislamu anakuwa ndio chanzo cha kuchochea maovu. Muislamu anakuwa ndio chanzo cha kuvunjifu wa amani katika mtaa wake, katika nyumba yake. Hakuna Uislamu wa namna hiyo. Kwa hiyo Uislamu unakemea vurugu kwa sababu ya kuhurumia watu. Na ndio maana nyinyi mkisoma hata mazingira ya jihadi hiyo ya wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale askari walikuwa wakienda katika jihadi walikuwa wanapewa masharti. Mkiwakuta watoto wadogo msiwaguse, ukikuta wakina mama msiwaguse, ukikuta sijui kuna wazee msiwaguse. Wale walikuwa wanachukuliwa kama matekwa, wanachukuliwa wakiwa wazima, alafu wanakwenda kule wanapewa huduma zote, wanakula, wanafanyeje, alafu wanakuwa na hiari. Sasa ukitaka kusilimu silimu, ingia katika Uislamu, la utaki basi ana shida, wewe kaa hapo. Ikitokeza bwana sisi tunataka watu wetu na nini, wanaingia mikataba maalumu, wanawarudisha wakiwa salama. Yani Waislamu wanakuwa ni walinzi wa watu maalum. Wale ambao wanasema sisi tunataka tupigane kiwake ndio wanafuatwa wao, lakini wale ambao hawana shida na hilo jambo, wao wanapewa amani yao, wanapewa usalama wao, ndio dini. Waislamu tuliokutana hapa, la msingi tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu. Mungu alete amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu aboreshe utulivu tulionao. Amin. Mwenyezi Mungu tunamuomba kwa hii tunu ambayo tangia nchi yetu imepata uhuru imeendelea kudumu na mazingira ya amani, basi amani hii, tunu hii tulionayo, tuendelee kuienzi na tuendelee kuithamini. Na Mwenyezi Mungu tunamuomba kwamba atudumishie na atubakishie amani yetu. Yule yoyote ambaye mwenye chokochoko kutaka amani hii, tunu hii, rasilimali hii ya muhimu iondoke, itawanyike kwa sababu ya maslahi yake binafsi, na yeye anajua kwamba kikiwaka anapo mahala pa kukimbilia na familia yake, wakati huo anajua kuna watu hakuna mahala pa kwenda, umo kwenye vibanda vyao, kwenye viota vyao, wanafia umo. Yeye anajua hivyo na yuko radhi watu wafe katika namna hiyo. Huyo bwana, Mwenyezi Mungu tunakuomba, wala usimpe jambo baya, bali mbadilishe fikra tu, afikirie yaliyokuwa mazuri, asifikirie yaliyokuwa mabaya, kwa maslahi ya wananchi na nchi kwa ujumla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.